wake alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa ilikaribia. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe kama wenye wako kanisani. Kama itawezekana, kama kidari inakoroga, waache kwanza kidari. Tuimbe tukitafakari kwa maneno, si ndio hivyo? Sawa. Usiku kabla ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia. Alitamani saa ya Pasaka pamoja na wapendwa wake huku katika pendo lake kubwa sana. Aliyashinda majaribu yote, akautwaa mkate akamega. Twaeni mle, huu ni mwili wangu. Na akawapa wanafunzi wake. Waheri kila mtu aminiye, baadaye akawapa na kikombe, na akasema, nyweni nyote, hiki ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sawa, tunashukuru Mungu kwa kuwa tumefika kwa wakati huu tena. Ni jambo la heri. Natumaini sisi wote tumeshakuwa wenyeji, hakuna mgeni tena. Ndio maana nimefurahi sana wakati nilifika nikaona mtu anaweza kusema kwa Kiswahili tu bila kutafsiri. Nikaona kabisa kanisa linaendelea. Mungu awabariki sana. Tumeshakuwa wenyeji, hatutabaki kwa Kirundi tu, lakini itabidi tutie na Kiswahili. Pastora aliuliza kama kuna mwenye asikii Kiswahili anyoshe mkono. Nikaangalia, sikuona hata mtu mmoja, kwamba sisi wote tunaelewa Kiswahili. Basi ni siku ya leo. Mungu ametujalia neema tena ya kuona asubuhi njema, na ametujalia neema ya kufikisha tena kwenye Pasaka hii ambayo ni Pasaka ya mwaka 2025. Tulikuwa wote ule mwaka wa 2024, na leo kanisa la Mungu li hai, na Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tumeshasikia maneno ya Mungu katika nyimbo za waimbaji, ambapo walitukumbusha shida na matatizo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipata pale msalabani kwa ile siku ya Pasaka aliposulubiwa pale msalabani. Na mwimbaji wa nyimbo ya wokovu
anaimba yule usiku kabla ya kuteswa, anatukumbusha kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Lakini pia hapa kuna maneno ambayo yanahuzunisha na pia yanatutia moyo sisi wa Kristo. Ni kwamba Yesu ilimubidi ateswe, ilimubidi apate magumu ili mimi na wewe tufanye nini? Tuokolewe. Yesu asifiwe sana. Tusome maneno ya Mungu. Tusome maneno ya Mungu kwa kile kitabu ule waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, sura yake ile ya 5, mstari wa 6 hadi ule mstari wa 8. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Wakorinto sura yake ya 5 mstari wa 6 hadi ule wa 8. Panasema hivi: majivuno yenu hayafai. Je, hamjui kwamba chachu kidogo uchachusha donge lote la unga? Jitakaseni mkatupe mbali chachu ya kale, ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu, kama mnavyopaswa kuwa. Maana Kristo Pasaka yetu amekwisha tolewa kuwa sadaka. Basi tufanye karamu hiyo si kwa chachu ile ya kale, chachu ya ubaya na uovu, bali kwa mkate usiotiwa chachu, mkate wa usafi na kweli. Amina. Tumombe mwalimu Jimia tusomee kwa Kirundi ile vesi. Bila takwanyu chikwiza Egerino. Bila takwanyu sikwiza. Nimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe yose. Nuko nimukure umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha. Nuko mutarimwo umwambiro. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ariwe Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwango n'ikibi, ariko tugire imitima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Amen. Ni maneno tumetoka kusoma katika ule waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa kanisa la Korinto. Anaandika kwa ile sura yake ya 5. Ukiona pale mwanzo anaeleza ni kama mtu iko na pana majibu kwa kutatua mizozo iliyokuwa katika kanisa la Korinto. Sasa kulingana na magumu na matatizo yaliyokuwa katika hili kanisa, anawaandikia akiwaambia kuhusu chachu ya kale. Neno letu la leo tutasema ondoweni chachu ya kale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimugureo umwambiro wake wakera. Ondoweni chachu ya kale. Maana Paulo anasema tuondoe chachu ya kale, kwa maana Pasaka yetu amekwisha fanya nini? Imekwisha tolewa. Niko yavuzaja mu Kirundi kubera ko Pasaka yacu yamaze kugira gutangwa. Sasa nitaenda na wachangia kidogo. Najua kuko wenye hawaelewi sana. Nitaenda na changa kidogo. Sawa, Paulo anawaambia ondoweni chachu ya kale. Hapa kumstari wa 6 anawauliza kwanza, majivuno yenu ni ya nini? Watu wako kanisani lakini majivuno hayafanyi nini? Hayakwishi.
Watu ni muimbaji, anajiona kuwa muimbaji ni kitu cha maana sana, kweli ni karama ya Mungu, lakini si kitu cha kujivunia kimwili. Sasa Paulo hapa kumstari wa 6 anawauliza kwanza, nyinyi watu wa Korinto mnaojidai kuwa ni wa Kristo, mnaojidai kuwa mmempokea Kristo, majivuno yenu ni yapi? Hayafai. Je, hamjui kwamba chachu kidogo huchachusha donge lote nzima? Anawaambia hivi kwa mstari wa 7, anawaambia wajitakase, watupe mbali chachu ya kale, ili wapate kuwa donge jipya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Pasaka yao imekwisha fanya nini? Imekwisha tolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie ndugu yako kwamba Pasaka yetu imekwisha tolewa. Pasaka yetu imekwisha tolewa pale Golgotha msalabani. Sasa inabidi tuondoe ile chachu ya kale ili tuwe donge jipya, na tukishakuwa donge jipya ndipo tutajivuna, ndipo tutapata sifa katika wokovu wetu. Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia Pasaka ni sikukuu ambayo ni mmojawapo wa sikukuu za kanisa. Ni sikukuu ilianza zamani sana, na sikukuu hii ilianzia kule Misri wakati wa Israeli. Mungu anawaambia katika kile kitabu cha Kutoka sura 12, anamwambia Musa aambie Waisraeli wajiandae. Wakishajiandaa na wajitakase, kila mtu atafute mwanakondoo wa Pasaka ili kula Pasaka. Maana ya hili neno Pasaka, ukisoma kwa Kiebrania, maana yake tunasema Pesha, maana yake ni kupita juu, kwamba walikuwa pale Misri. Hapa tunazungumzia ni kambi yao ya kwanza walipokuwa wanakaa Misri, ni pale Ramses. Mungu anamwambia Musa waandae Pasaka. Ilikuwa ni siku ya 14 ya mwezi. Siku ya 15 wakimaliza kula Pasaka, wanapewa kibali na Mungu cha kufanya nini? Cha kuondoka, watoke utumwani. Sasa wanajiandaa. Mungu katika kujiandaa aliwaambia mambo fulani. Anawaambia kila nyumba ya Waisraeli, watu wote watafute mwanakondoo wa nini? Wa Pasaka. Cha pili, huyu mwanakondoo atachinjwa. Akishachinjwa, msimule mkimpiga, ili mfanye nini? Wamchome. Tuko tunaelewana hapa? Anawaambia mtakapomchoma, msimule na mikate iliyotiwa nini? Chachu. Lakini katika zile siku 7 za kusherehekea ile Pasaka, mtakula ule mwanakondoo na mikate isiyotiwa nini? Isiyotiwa chachu. Pia mtakula ule mwanakondoo na mboga za uchungu. Tunaelewana? Hapana mchicha uko utamu, sombe iko utamu. Anawaambia mtatafuta mboga za uchungu, ndizo mtakazotumia kwa kula ile mwanakondoo wa Pasaka. Musa akaenda kawaambia Waisraeli, hapa ndipo chanzo cha Pasaka. Hapa ndipo tunaona Pasaka ya kwanza inakuwa pale. Wainjilisti wengine
Wanasema Pasaka ya kwanza ilikuwa katika Edeni, wakati Mungu anamvika Adamu na Hawa ile ngozi, lakini sikufundishwa hivyo. Pasaka ya kwanza ilianza pale Misri. Sasa wanajiandaa, ule mwanakondoo wa Pasaka watamchinja jioni. Biblia ya Kifaransa inasema entre les deux soirs, c'est-à-dire à partir ya makenze, ndio ule mwanakondoo wa Pasaka atafanya nini? Atachinjwa. Na akishachinjwa, wamchome, walete mboga za uchungu, watie pale, alafu kwa kumkula wasile wakiketi, watakula wakiwa wima, wote wakiwa wima. Manake Mungu anawaletea ukombozi wa kutoka utumwani na kuelekea jangwani ili kumtumikia nini? Kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walifanya hivyo, maana ya hii Pasaka ya kwanza ilikuwa ni ukombozi. Ndiyo maana tulisema neno halisi Pasaka ni kupita juu, kwa sababu aliwaambia watakamata ile damu ya ule mwanakondoo na watampaka kwenye miima ya milango yao. Wakishampaka kwenye miima ya milango yao usiku, kwa sababu ya ukaidi wa Farao, Mungu atamtuma malaika, atakuja kuteketeza kila wazao wa kwanza wa Misri. Sasa malaika wa kuteketeza akija, akiona kwenye miima damu ya ule mwanakondoo, anapita wapi? Anapita juu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya kupita juu. Sasa Paulo naye hapa anasema, maana Pasaka yetu, kwa Kirundi ametia mwanakondoo wa Pasaka yetu amekwisha fanya nini? Amekwisha tolewa. Na huyo ni Yesu Kristo. Alitolewa pale Golgotha msalabani. Kama una ishara ya damu ya Yesu, kama unaamini damu ya Yesu, nakwambia baya lolote alitakuzuru, ili litapita wapi? Litapita juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo maana hadithi ya neno Pasaka. Waliendelea na kusherekea Pasaka. Walipofika jangwani Sinai, walifanya Pasaka ya pili. Pale mwalile jangwa, aliyekuwa kiongozi wa Pasaka hii alikuwa ni Musa, alikuwa bado hajafariki. Na ile Pasaka yao, kusudi kubwa ilikuwa ni shukrani. Wamshukuru Mungu kwa sababu amewatoa utumwani na amewaachia wawe huru. Waliendelea na kula na Pasaka. Wanafika Gilgali, washavuka Yordani, wanapiga kambi ya kwanza kule Kanani. Wanafika Gilgali, Mungu anaambia Yoshua, hapa Musa ameshakufa. Mungu anaambia Yoshua, waambie Waisraeli waandae Pasaka. Pasaka yao ya kule Gilgali wameshakula kwa mazao ya kwanza ya nini? Ya nchi. Ile maana haipatikani tena. Sasa Mungu anaambia Yoshua, wakati tulitoka kule Misri, Waisraeli wote waliokuwa wapiganaji, watu wakubwa, wamekwisha kufa jangwani. Leo tunabaki na watoto wadogo, inabidi wote watahiriwe. Mungu anamwambia Yoshua wote wafanye nini? Watahiriwe. Yoshua anafanya kama vile Mungu alimwamuru, anawatahiri. Akamwambia sasa, tayarisheni Pasaka. Pasaka hii ya Gilgali ilikuwa na maana ya kusema kwamba Mungu amewaondolea aibu ya Wamisri. Imana ibakuyeko agasuzuguro kabo muri
muri Egiputa. Sasa kila Pasaka ilikuwa na maana yake, sijui kama mko mnalifuata vizuri. Kila Pasaka ilikuwa na maana yake. Anawaambia mfanye Pasaka, na hii Pasaka maana yake nimewaondolea aibu ya Wamisri. Wanaendelea Pasaka ya 4, walikuwa walishafika Yerusalemu. Wako pale Yerusalemu, ni Pasaka ya mfalme Hezekia. Wakati yale mataifa mawili yalijigawa, kukabaki miaka mingi Waisraeli hawafanyi Pasaka. Ule mfalme Hezekia akaja akawaita wa kule Yuda, akawaita na wa kule Samaria, wakafanya Pasaka pamoja. Hii Pasaka ilikuwa ni Pasaka ya upatanisho. Pasaka ya 5 walifanya, walikuwa pale Yerusalemu. Ilikuwa ni mfalme, yeye alikuwa ni mtakatifu wa Mungu. Lakini wakati alipopelekwa kwa Pilato, wanamtoa kwa Pilato, wanamrudisha tena kwa Herode. Herode naye anamrudisha tena kwa Pilato. Pilato anawauliza Waisraeli, anasema hii sikukuu ya Pasaka, kati ya hao watu wawili kuna Baraba ambaye ni mwizi na kuna huyu Yesu Kristo, niachie nani? Waisraeli wote wanasema asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuwa na kosa yoyote, hakuwa na dhambi, lakini wote wakasema fanye nini? Asulubiwe. Damu yake ilikuwa ishara kwetu ya ulinzi, ishara ya ushindi, kama vile ile damu ya ile mwanakondoo waliipaka kwenye miima, na ingine wakaenda kunyunyizia pale patakatifu pa patakatifu, ili utukufu wa Bwana ufanye nini? Ushuke. Ile mboga chungu walikula, ile mboga chungu iliwakumbusha wakati wa utumwa, iliwakumbusha dhambi zao. Mtu kama ngali utumwani kiroho, huyo mtu atapata uhuru wa wokovu. Mtu huyo anatembelea katika mambo yale ya kale, anatenda dhambi kama mtu asiyemjua Mungu, anafanya kila ubaya wowote kama vile mtu mwenye asiyemjua Mungu. Yule mtu ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Waliambiwa wale mboga chungu ili wakumbuke mateso, wasirudilie tena yale mateso walioyapata wapi? Misri. Anawaambia katika siku hizo wataondoa mikate iliyotiwa chachu. Ile chachu ni mfano wa dhambi pia, lakini pia ile chachu inaonesha kutubu, inaonesha engagement, avouement. Mtu anatubu, anakubali kugeuka. Yeye si mtumwa tena, lakini amegeukia Bwana wake. Ile chachu kiujumla tuseme ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimeondoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Tuseme kwanza, na wakati tena mtu anafanya dhambi, wakati mtu anafanya dhambi, Mungu hakuacha Waisraeli, aliendelea kuwa nao na kutafuta mawasiliano mema
kati ya mtu na Mungu. Mungu akawaambia tena, kusoma katika kile kitabu cha Walawi sura ya 1 hadi ile sura ya 5. Mungu anawaambia, ikiwa kati yenu kuna mtu atafanya nini? Atatenda dhambi. Mtu huyo ataleta sadaka. Ile sadaka itakuwa ni kama kifuniko cha kufunika zile dhambi zake, alafu mawasiliano yake na Mungu yanafanya nini? Yanaendelea. Ukisoma ile sura ya 1 ya Walawi, Mungu anawaambia kama mtu akitenda dhambi atatoa sadaka ya kuteketezwa. Kulikuwa sadaka ya kuteketezwa. Ile sadaka ya kuteketezwa ulikuwa ni mwanakondoo au mwanambuzi dume. Ni mfano wa Yesu Kristo, jinsi alivyojitoa pale msalabani. Kwa kuwa walikuwa wakimchinja yule mwanakondoo, wanampeleka nje kwenye wanaenda kutupa majivu, na kule ndiko watakamata viungo vyake, wanavichoma. Wakisha vichoma, wanamaliza ile ibada, na mtu ule dhambi zake zinafanya nini? Zinafunikwa. Sawa sawa na Yesu Kristo alipokamatwa, hakupelekwa pale Yerusalemu, lakini walimtoa nje ya Yerusalemu, walimpeleka Golgotha, ndiko walienda kumsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo. Alipata taabu, alipata maumivu makubwa sana, lakini ilimbidi aumie ili mimi na wewe tufanye nini? Tuokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile sura ya 2 anasema kuhusu sadaka ya unga. Sadaka ya unga ilikuwa ni sadaka ya unga safi, unga isiyo na chenga. Tunaelewana? Unga safi isiyo na chenga, sawa sawa na Yesu Kristo alivyojitoa. Alikuwa hana dosari yoyote. Ule unga safi ukiusonga, hata ule ugali utaukula unasikia apeti ziko zinafanya nini? Ziko nyingi sana, si ndio hivyo? Na Yesu alijitoa, hakuwa na dosari yoyote. Yeye alikuwa kama kitu safi, unga safi, hakuwa na dosari yoyote. Alikuwa na uwezo. Alisema, ningekuwa na uwezo wa kuamuru Baba awatume malaika wangu wafanye nini? Wanipiganie. Lakini hakufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sadaka ya 3 pale katika sura ya 3, ni sadaka ya amani au sadaka ya shukrani. Ile sadaka nayo ilimuonesha Yesu kuwa atakuya ni mkombozi asiye na dhambi, mkombozi wa amani, mkombozi wa watu wote. Wakati anaingia Yerusalemu, watu wanajua kwamba Masihi anafanya nini? Anakuja. Na huyu Masihi anakuja kutupigania. Sasa wao wanategemea Mesia atakuja na kikosi cha majeshi, atakuja na silaha, lakini walipoona Masihi anaingia, akaingia bila kikosi chochote cha silaha. Wakamuona, wakamtazama, huyu sio nani? Huyu sio Masihi. Lakini ndiye alikuwa Masihi, ni Masihi wa amani. Ufalme wake sio wa fujo, ufalme wake sio wa mafarakano, ni ufalme wa amani na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mle sura ya 4 anasema sadaka ya dhambi. Sadaka ya dhambi sitaiongelea sana kwa sababu nitakuja kuiongelea hapa nyuma. Sadaka ya 5 ilikuwa ni sadaka ya hatia. Sadaka ya hatia, tukisema hatia, kitu kisicho na hatia, nadhani sisi wote tunaelewana kwa hilo neno. Kuna mtu aelewi hatia ni nini? Hatia ni nini? Hatia ni nini? Anayejua hatia naambie ni nini? Ni kitu chenye hakina nini?
hakina kosa. Kitu chenye hakina kosa ndio kitu chenye cha hatia. Ndio maana mwimbaji aliimba pale akasema, mimi mwenye hatia nilifanya nini? Nilikombolewa. Lakini Mwokozi asiye na hatia alifanya nini? Aliteseka. Bwana wetu asifiwe sana. Sadaka hizi zote na mifano ile yote tulisema, na zile karamu zote zilizokuwa katika wakati wa kale, ilikuwa ni mfano wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pale Yohana 1:29, Yohana 1:29, Yohana alimtizama Yesu akija, akamtizama akasema, huyu ni mwanakondoo wa Pasaka aondoaye dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, tusomee pale Yohana 1:29. Yohana yita Yesu umwagazi w'intama w'Imana. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana akuraho icyaha cy'abari mw'isi. Amen. Anasema huyu ni mwanakondoo wa nani? Wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu wote. Amina. Alijitoa, alikuwa ni mfano halisi wa zile sadaka zote, kwa kuwa zile sadaka zote hazikupata kuondoa dhambi. Lakini sadaka ya Yesu Kristo ilikuwa ni sadaka iliyotolewa mara moja tu, na ile sadaka ikaondoa dhambi ya ulimwengu wote. Tuseme amina. Waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. 307. Tuimbe hiyo verse ya kwanza. 307 kwa Kiswahili. Waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. Huzuni na taabu zake dunia Bwana amewaondolea zote. Wanamwimbia, wanamwimbia mwana-kondoo aliyekufa. Sasa yu hai, ameyashinda mauti. Anasema huzuni na taabu za dunia zote amefanya nini? Ameondoa zote. Damu ya Yesu Kristo inatosha kwetu. Damu ya Yesu Kristo ni ulinzi wetu. Japokuwa tunapata matatizo, japokuwa tunapitia katika shida, lakini damu ile inatosha kwa kuondoa laana zote za ule mwovu Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati ule akiwa Yerusalemu, tulisema ilikuwa ni siku ya 6. Tuseme kwa Kiswahili cha Kongo, si ndio hivyo? Ilikuwa ni siku ya 6. Anawaambia wanafunzi wake, jameni, tuache kudiranje, tufuatane. Anawaambia wanafunzi wake, nenda pale, mtamuona yule ale ndogo ndogo mwanapunda. Anasema
anawaambia nenda, mtamuona mwanapunda na punda, mtaona punda na mwanapunda wake. Sawa? Mchukue mlete, atakayewauliza mumwambie ni Bwana anafanya nini? Anatutuma. Wakaenda ile Samedi, wakaleta yule mwanapunda. Tunaona Dimashe anaingia wapi? Yerusalemu. Watu walishangilia sana wakisema Hosiana mwana wa Daudi anaingia Yerusalemu kama mfalme akiwa kwenye punda. Anakuja ni mfalme wa amani. Ukumbuke mfalme akienda kwa amani, kwa ziara ya amani, anatembelea kwenye punda. Lakini alipofika alikuja kwa amani, wao wakaanza ugomvi. Hawakubali amani, wakaanza kumpiganisha. Akapita zake mpaka akatugeukia sisi wa mataifa. Atakaporudi, atarudi kama mfalme anayekuja kwa vita. Hatakuja kwa punda tena wa amani, atakuja kwa farasi ya nini? Ya vita. Atakuja kuteketeza maadui zote. Usiwe na shida, usibabaike juu ya maisha. Tuna Mungu, huyo Mungu ndiye mkombozi wetu, na siku ya mwisho atakuja kumaliza uadui wote. Amina. Anafika Yerusalemu. Siku ya kwanza iko pale Yerusalemu, analaani ile mtini. Analaani mtini usiozaa nini? Matunda. Lakini mtini haukukuwa na kosa, kwa sababu Yesu hakukuwa na kosa kwa kulaani ile mtini, kwa sababu ule mtini ilikuwa ni wakati yake ya kutoa matunda. Kawaida ya mtini, Biblia inasema haikukuwa wakati wake, lakini mimi nasema ilikuwa ni wakati wake, kwa sababu kawaida ya mtini, ukiuliza wa agronome wanakwambia mtini ukishakuwa na majani mabichi yanakuwa ni mengi, maana mtini ule ni lazima uwe na nini? Uwe na tunda. Sasa Yesu alipoutazama akaona ule mtini, akahisi njaa, akasema ule mtini ni lazima uwe na nini? Uwe na tunda. Akaenda, alipofika pale akakuta mtini hauna nini? Hauna tunda, ni majani tu matupu. Watu wengi wanakaa kanisani, ukimtizama unaona huyu ni mwanakwaya kabisa. Ukimtizama unaona huyu ni mjenama. Ukimuona unasema huyu ni mwalimu. Unawaza mtu ana matunda, lakini tunda za Roho Mtakatifu hana. Bwana Yesu aturehemu. Ile siku alikuwa akiwatabiria wanafunzi wake, tunaenda kule Yerusalemu, tutakuta makuhani na Walawi, tutakuta wako mkomezi tu. Anafika Yerusalemu, anakutanisha nyumba ya Baba wameigeuza nini? Soko. Ilikuwa ni siku ya kwanza. Siku ya pili inapita, siku ya tatu hakufanya kitu. Siku ya 4 wanaanza maandalizi ya Pasaka. Anaambia wanafunzi wake waende watafute pale watakapokulia Pasaka. Wanafika Betania katika nyumba ya Simoni. Sasa ule dada anakuja kumpaka mafuta. Anampaka mafuta kimaanisha kwamba kifo chake kimefanya nini? Kimekaribia. Yuda na wengine wakaanza kulaani. Wanasikia jaluu ya nini? Mafuta haiko yako. Karama haiko yako. Karama ni ya Roho Mtakatifu. Kama amempa ndugu yako, na wewe atakupa yako. Tunza vizuri karama yako, usisikilie wivu karama ya nani? Ya mwenzio. Yesu akawatazama, wakasema mafuta haya yana bei. Heri tungeyapatia nani? Wajane, mayatima wafanye nini? Yesu akawatazama akawaambia, wajane mnafanya nini? Mnaishi nao, na mayatima mnafanya nini? Mnaishi nao. Sasa wote walitoka pale na hasira. Walitoka pale na hasira kwa sababu aliwajibu hivyo. Lakini kingine kitu kiliwakasirikisha, aliwaambia
umoja wenu atafanya nini? Atanisaliti. Wakaanza kuulizana ni nani? Wanaanza kuulizana ni nani? Sasa yeye ana siri yake. Wote wanakasirika. Alipokuwa pale anakamata mkate usiotiwa nini? Chachu. Ule mkate akaumega. Akawaambia, mle huyu ni mwili wangu unayotolewa juu ya nini? Juu ya dhambi za nini? Za ulimwengu. Na akakamata kile kikombe akakibariki, akawaambia, ni damu yangu, munywe damu yangu kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu. Na nasema mtakuwa mnakumbuka hivi kila mnapokusanyika. Ilikuwa ni siku ya 4. Sasa wanatoka pale na waambia twende Elayono kufanya nini? Kwa kuomba kule Getsemani. Sasa wanaenda, wanafika pale, Petro na wenzake wanaanza kufanya nini? Kulala. Wao wanaanza kulala, yeye anaona jaribu kule mbele. Ndivyo mwalimu alivyotufundisha jana, alituambia kila mtu anywe kwenye kikombe chake. Kikombe kiko mbele yao. Tayari kule anaona majaribio, anaona mateso, wao hawaoni kitu chochote. Nakwambia maisha ya Mkristo ni kuomba. Maisha ya Mkristo sio kuburudika tu, sio raha tu. Wakati mwingine tutateswa na itatubidi tunywe kwa kile kikombe tunacho mbele yetu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Anawaambia, jameni, mnalala, hamkui macho hata dakika lisali moja pamoja na mimi. Akaona wote wako katika majaribio. Anasogea mbele kidogo bustani mwa Edeni. Kule anaomba Mungu tena. Anamwambia, Baba, ikiwa wewe unapenda kikombe hiki kinipite, basi kisinipite, basi iwe kama vile wewe unavyofanya nini? Unavyotaka. Isiwe kwa matakwa yangu, lakini iwe kama vile wewe unavyofanya nini? Unavyotaka. Magharibi ndipo tuliimba usiku kabla ya kufanya nini? Ya kuteswa Yesu. Yuda ameshamsaliti kule. Wanakuja na marungu. Yeye hana dhambi yoyote, hana hatia yoyote, lakini wanakuja kumshika na marungu na makisu na askari. Wanamkuta pale Getsemani. Anawaambia, wakati alipokuwa anaomba kule Getsemani, kwa sababu ya kuona uchungu sana na mateso mengi, Biblia inasema aliomba akatoka jasho inayochanganya na nini? Na damu. Usikilize, Ukristo ni kuteswa. Ukristo sio raha tu ya dunia, sio raha ya dunia. Ukristo ni pamoja na mateso, kama vile Yakobo aliandika akasema, mnapojaribiwa msiseme kwamba Mungu alifanya nini? Amewajaribu, kwa kuwa Mungu haziakiwi. Ukipata mateso usianze kusema Mungu nini? Omba Mungu. Kila mtu anapaswa anyweye kwenye kikombe chake. Bwana Yesu atusaidie. Sawa, anamwambia Yuda ameshakuja anapana sinye kule. Mwenye nitabusu atakuwa ni nani? Atakuwa ni yule. Sawa? Jamani, tuko pamoja? Bwana Yesu awabariki sana. Yuda anawaambia, nitakaye mbusu atakuwa ni yule. Yesu anamwambia Yuda, unanibusu kwa kunisaliti? Unanibusu kwa kunisaliti? Wasaliti tuko nao hapa kanisani. Usiwatafutie mbali. Tuko nao hapa kanisani. Cha kwanza, tambua jaribu lako
Cha pili, ukishatambua jaribu lako, omba Mungu, kwa maana kikombe kile alichonywea Bwana wetu Yesu Kristo ndicho na sisi tutakachofanya nini? Tutakachonywea. Bwana, Yuda anachukua franga 30. Franga 30 zinasaliti nani? Rafiki kipenzi, mtu mlitembea naye, mtu mlikula naye, mtu alikupa mfuko wa fedha uweke katika wengine, alikuona wewe ni wa maana, unamsaliti kwa franga 10 ngapi? Bwana Yesu aturehemu, aturehemu kabisa. Sasa Yesu anakamatwa. Pale anakamatwa, anapelekwa kwa Anasi. Anasi alikuwa mkuu wa Wayahudi, wa dini ya Kiyahudi. Alikuwa ni kuhani mkuu, lakini honoré alishatoka. Mkwe yake ndiye alikuwa anabakia pale Kayafa. Ukisoma Yohana ndiye anaelezea kwamba Yesu alimpeleka kwanza kwa Anasi. Kutoka kwa Anasi, ule Anasi akampiga maswali. Yesu akufanya nini? Hakumjibu. Anatoka kule kwa Anasi, usiku naingia, vendredi matin, wanamchukua, wanampeleka kwa Kayafa. Sawa? Wanamfikisha kwa Kayafa. Kayafa anamuuliza maneno, Yesu akufanya nini? Hakumjibu. Wanamtoa kwa Kayafa, wanampeleka kwenye boma ile Sanhedrin. Ilikuwa ni tribunali ya Wayahudi. Wanampeleka pale. Alafu uone Mafarisayo tuko nao hapa kanisani, mtanisamehe, ni neno la Mungu. Sasa uone Mafarisayo wanampeleka, wanafika pale kwenye boma, wao wanasema watafanya nini? Hawataingia ndani, wasikuwe na jisi. Tuko pamoja? Hari hii ya mwiboma hacigwa imanza z'abanyabyaha. Sasa Abafarisayo bamaze kugenda n'abanyakwenge b'ibyanditswe, bamushikanye ku muryango, bo baca baranga kwinjira ngo niba mbe bagize gute banduye. Abo n'abagororosi. Bwana Yesu aturehemu sana. Wanasema sisi hatutaingia pale. Hatutaingia pale, tusitoke kule, tushafanya nini? Tushakuwa na disi. Yesu wanaanza kumupiga maswali. Wewe ni mfalme wa Wayahudi. Wewe ulisema utaweza bomoa hekalu lenye Sulemani alijenga miaka na miaka. Wewe utalibomoa na ulijenge kwa siku ngapi? Alikuwa akitabiri kifo na ufufuko. Wao hawakufanya nini? Hawakuelewa. Naona anawaambia hivi, ule pale mwa ile boma wanatafuta kile cha kumshtumu, kwa sababu serikali ya Kirumi ilikuwa bien ordonnée, walikuwa na sheria. Sasa hawatapeleka mtu aende kumsulubisha hivyo bila mashtaka. Wanaanza kutafuta mashtaka, wanatafuta mashtaka yoyote, wanakosa hata moja. Sasa ule Kayafa anasema, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, umesema wewe mwenyewe. Ule Kayafa akararua nguo zake, akachana nguo zake, na alikuwa ni mheshimiwa wa Kiyahudi. Alipochana nguo zake, wakasema, sasa tunatafuta kitu gani? Amekwisha kufuru Mungu. Amekwisha kufuru Mungu. Yeye anajisema kwamba ni mwana wa Mungu, pia ni mfalme wa Wayahudi. Mtu huyu asurubiwe. Pale Yesu anaanza kupigwa marungu. Yesu anaanza kutemewa mate. Aliteswa pale kwa sababu yako na nani? Na mimi. Tuokolewe. Wanamkamata, nguo zake walishaanza kuchana. Wanampeleka kwa Pilato. Tuko vendredi asubuhi. Wanampeleka kwa Pilato. Pilato anawaambia, mimi mtu huyu sioni dhambi
yoyote. Sasa huyu mtu ana dhambi gani? Wao wanasisitiza, wanasema huyu mtu afanye nini? Asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Asulubiwe. Pilato akasikia habari kwamba Herode aliyekuwa mkuu wa Galilaya iko pale Yerusalemu. Akawaambia, watu wa Galilaya mko na shida, sababu Yesu alikuwa ni mtu wa Galilaya. Anambia mtu huyu mpeleke wapi? Mpeleke kwa Herode ambaye ni mkuu wake, afanye nini? Amhukumu. Alipofika kwa Herode, Herode naye alikuwa na hamu naye, kwa sababu Herode alikuwa ni Mwedomu, Yesu naye alikuwa ni Myahudi. Sasa ile fitina inaendelea. Anafika kwa Herode, Herode anampiga maswali, Yesu akufanya nini? Akumjibu. Wanapomuuliza, wewe ni mwana wa Mungu? Anasema, umesema wewe mwenyewe. Wanapomuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Anasema, umesema wewe mwenyewe. Kinachotoka kinywani mwako ndicho kitafanya nini? Kitakuhukumu. Herode akakosa cha kufanya. Akasema, nitoe hapo hiyo. Rudisha kwa nani? Kwa Pilato. Jamani, sijui kama tunasikia pamoja, lakini ujitie pahali pake. Jitie pahali pa Yesu. Uwaze unatemewa mate. Hadharani unatemewa mate. Kila mtu anakudharau. Na yule anayekudharau ndiye umekuja kufanya nini? Kukomboa. Wanampeleka kwa Pilato kule, wanamrudisha kwa Pilato. Sasa Pilato anawaambia, jamani, mimi siwali kitu. Ndio mama Mathayo aliandika yeye peke yake. Anasema mke wa Pilato anatoka kule, anamwambia, leo nimelala katika njozi. Mungu ananiambia mtu huyu ni mtakatifu, usikuse mtakatifu wa Mungu. Mathayo aliandika vile. Sasa Pilato anawaambia, nipeni maji hapo. Pilato anafanya nini? Ananawa mikono. Anawaambia, damu yake isiwe juu ya. Wao wanasema damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Bwana Yesu aturehemu sana. Amaraso iwe azame hejuru yacu n'urubyaro rwacu. Nasikia ubaya wa wanadamu. Pilato anawaambia, kati ya huyu Baraba, huyu mwizi bandi, na huyu Yesu Kristo mnayemsema ni mfalme wa Wayahudi, niachie nani? Wanasema Baraba aachiliwe. Anawauliza tena, sasa huyu Yesu naye hajamaliza kusema, wanasema asulubiwe. Bwana Yesu aturehemu sana. Asulubiwe. Mtakatifu wa Mungu asulubiwe. Hakufanya dhambi yoyote, aliponya wagonjwa, alifukuza pepo chafu, aliwasaidia, aligawa mikate, alizidisha mikate, akalisha watu 5,000, lakini wote wanasema fanya nini? Asulubiwe. Bwana Yesu aturehemu. Pilato anakamata ile karatasi na watupia na waambia, mie sikuwemo. Sawa? Pale wanaanza sasa kumpiga. Wanaanza kumchapa fimbo. Hii fimbo yetu sio fimbo. Wao walikuwa na fimbo yenye kuwa na makroshe, amagera. Sasa wanapiga fimbo hivi, inatoka na mnofu. Unaelewa? Huyo mtu wanamtemea mate. Wanamwambia, sasa si wewe si ni mwana wa Mungu, usifanye nini? Ujiponye. Ujiponye.
wanampa msalaba. Katika serikali ya Kirumi, mhalifu alikuwa akisulubiwa kwenye msalaba pale Golgotha. Wanampa msalaba. Ule msalaba inasemewa ilikuwa na vilo 45. Wengine wanaandika ilikuwa ni vilo 15. Hata tukamate hivyo 45. Ameshapigwa fimbo, wanampa tena nini? Mwendo wa masaa 4, masaa 5 hivi. Wanaenda moja mbili kutoka Yerusalemu mpaka Golgotha. Ni mwendo wa kilomita kama 10 wala 11. Ni kama kutoka hapa tunafika kule mbele kidogo na tatu kama Sanza kule. Wanaenda wanafika Golgotha. Kichapo kinaanza sasa. Kichapo kinafanya nini? Kinaanza. Wale maaskari wanapiga fimbo, ile fimbo inatoka na nyama. Wanamtemea mate. Ameshachoka. Anasikia kiu. Anawaambia wampe kiu, wanampa nini? Pombe. Lengo lao kubwa ilikuwa asisikie maumivu, kinyume na ajenda ya Mungu. Kawaida angepaswa umia ili mimi na wewe tufanye nini? Tuokolewe. Akawaambia sitakunywa tena. Ile mti walimlaza mhalifu pale, mikono wanaitia hivi, miguu wanaingiza hivi. Walikuwa na misumari ya senta 13. Msumari ni metri 3. Hapa tuko nao. Santimetri 3. Hatuna nao. Ule msumari walipiga humu. Wakapiga wengine hapa. Walipiga na wengine kwenye miguu hivi. Sasa kwa ile mti wanamlaza, waaskari wanakokota na kamba, ile mti inafanya nini? Inasimama. Uwaze sasa, ilikuwa ni saa 6 sasa. Saa 6 zinaenda kutimia. Tuko vendredi saa 6. Inaenda kutimia. Wanapandisha pamoja na wahalifu wawili. Sasa uwaze kilo ya mtu na ile misumari iko miguu hivi. Na mikono nayo iko misumari hivi. Usikie maumivu kwanza. Wanakamata taji la miba, wanafanya nini? Wanamufika. Wanaandika pale kichwani mwake, wanaandika huyu ni mfalme wa Wayahudi. Na wanaandika pia kwa Kigiriki, wanaandika kwa Kigiriki na Kiyahudi na ile lugha ya Kiroma, ile Kilatini. Wanamtia pale. Yesu alipata maumivu. Jambazi moja akamwambia, sasa wewe si mwana wa Mungu, ujiponye na utuponye na nani? Na sisi. Kuna watu katika safari ya kwenda mbinguni ni hivyo hivyo. Wao ni chachu ya kale. Ni ile chachu ya kale. Mkristo atakupiga neno kuliko mshale. Unasema afadhali ningekatwa na kisu kuliko hili neno. Bwana Yesu aturehemu. Sasa wanamfika na ile taji, yuko pale msalabani. Jua linafanya nini? Jua linampiga. Yupo pale, alisema yale maneno 7 pale msalabani, na neno la mwisho alipomaliza akasema yote yamefanya nini? Yote yamekwisha. Yote yamekwisha. Ya kutukomboa yamekwisha. Dhambi zetu zimekwisha kuokolewa. Mamlaka dhidi ya ulimwengu wa giza yamekwisha kunyang'anywa. Ukombozi wa ulimwengu umekwisha patikana. Saa 6 giza ikafanya nini? Ikaingia ulimwengu wote. Giza ikaingia ulimwengu wote.
paka saa ngapi? Saa 9 kuva saa 6 kugera isaha 9 umwiza wari wuzuye igihugu. Isi iranyeganyega, na wamoja wao wakaanza kusema ni kweli tulimsulubisha mwana wa nani? Wanaanza kujuta sasa. Na Mtanzania naye anasema majuto ni mjukuu. Wanaanza kujuta. Saa 9 anakata nini? Anakata roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Pepeeni huyo Yesu. Pepee huyo Yesu. Alikata roho. Kazi yake imekwisha. Kutokoa imekwisha. Yule Yusufu sasa akaenda kwa Pilato akamwambia, nipe bwana wangu niende kufanya nini? Kuhifadhi mwili wake. Ndipo walimupa Yesu, akaenda kumuhifadhi. Yesu alizikwa kabla ya Sabato kufanya nini? Kuingia. Sasa ile vendredi inapita, samedi yuko pale kaburini, dimanche wale watu wakaenda kwa Pilato samedi, wanamwambia ule muongo. Unasikia kisi walisema? Ule muongo alisema atafanya nini? Atafufuka siku ya ngapi? Siku ya 3. Na ile siku ya 3 utukubalie walinzi waende wafanye nini? Walinde pale. Akawaambia sasa, walinzi mnao, mwende mfanye nini? Mlinde. Vendredi ndio Ijumaa inapita, samedi, Alhamisi inapita, dimanche, Jumapili asubuhi 5h du matin, malaika tulisoma pale, mwalimu alisoma katika Injili ya Mathayo. Malaika alishuka toka wapi? Mbinguni. Alishuka kama mwali, akaviringisha lile jiwe. Alipoviringisha lile jiwe, akalikalia, na Bwana Yesu akafufuka. Sameni amena. Alikalia lile jiwe. Matatizo yako Yesu anayajua, jukumu zako Yesu anazijua, na hizo jukumu zako Yesu ashindi na jambo lolote. Atalikalia na wewe utasema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, dhambi zangu Someye Walawi 16 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Tusome izina rya Yesu Kristo. Maze azane za mbele zombi. Anamwambia sasa kuhusu ile sadaka, tulisema ni sadaka ya ine, sadaka ya dhambi ambayo ni Yesu Kristo alijitoa kuwa sadaka ya dhambi zetu. Asihagarike imbere yanje. Anaambia kuhani achague mwanambuzi wawili kumujyango w'ihema ry'Imana, na awalete mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya hema takatifu. Aroni aheze apindire izo mbele zombi. Sasa Aroni atachagua katika zile mbuzi mbili, ubufindo bumwe byerekane iyanje. Anafanya yake, anachagua kondoo moja ya Mwenyezi Mungu
ubundi bwerekane iyo gusendwa, na kondoo ingine juu ya dhambi zetu sisi wanadamu. maze yigize hafi iyo mpene Sasa yerekanywe n'ubufindo kwa yanje, ayigerere kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha. Ariko imwe yerekanywe kariyo gusendwa, ihagarikwe imbere yanje ikidora, kugira ngo yaturirwe ku ibyaha, irungikwe kuba iyo gusenderwa mu bugaragwa. Amen. Yesu asifiwe sana. Tumalizie hapa. Tunasema Yesu alikuwa ni sadaka bila dosari, na yeye ni sadaka kamili ya Mungu Baba kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu. Tukisoma pale kwa kitabu cha Walawi, ndipo Mungu anamwambia Musa aambie Haruni atachagua wanambuzi hawa wawili. Wanambuzi wawili, mmoja ni wa Mwenyezi Mungu na mwingine ni ajili ya dhambi zetu. Sasa hawa wanambuzi wawili wote walikuwa wakimaanisha Yesu Kristo, kwa sababu wanasema wote wanatabiri kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Anawaambia ule kwa ajili ya Mungu atachinjwa pale pale. Kuhani atamaliza kumsemea kwa maneno, ule ule mbuzi anachinjwa, na kuhani anaingia katika hekalu kufanya mambo yote kadiri na gisi maneno ya Mungu ilikuwa ikisema. Na huyu mwanakondoo hakukuwa alifanya dhambi, walimchagua tu katika wengine wanambuzi. Huyu mwingine wa pili ni kwa ajili ya dhambi za watu wote, taifa lote, na watamwachilia aende jangwani, aende anahangaika na dhambi za wanani? Za watu. Lakini huyu mwanambuzi hakufanya nini? Hakufanya dhambi. Ndipo sasa Haruni anafanya vile kama Mungu alimwambia. Watu wanasema dhambi zao kwa ule mwanambuzi. Ndiyo ule mwanambuzi wakishamaliza kusema maneno, wanamwachilia, anaenda anahangaika, kama vile Yesaya 53 mstari wa 4 hadi ule wa 7 anasema. Mwalimu utakuwa karibu, usome tumalize. Yesu hakuwa na dhambi yoyote, lakini Mungu alifanya nini? Alimwachilia. Wakati ule yuko msalabani anasema, Eloi Eloi, Mungu wangu kwa nini umefanya nini? Baba aliangalia kule, hakumtazama ili afikishe nini? Malengo. Mwalimu kwa usome, tunaanza kumalizia. Yesaya 53:4 jusqu'à 7. Tusome mwizina rya Yesu Kristo. Nukuri nizatumye bayishizeko, ni maumivu yetu alipeleka, ni yacu mibabaro yikoreye, alichukua maumivu yetu, ariko tweho twawiyumviriye nk'uwakubiswe. Sasa sisi tulizani alipigwa na Mungu, nk'uwatumizwe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Ndiyo yamara yatumiziwe ibyacu bicumuro, yatandaguriwe ibyacu bigabitanyo. Ndiyo igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi ibishishago yiwe niyo idukiza. Twese twazibiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeka ubugabikanya kwacu twese. Amen. Nijuri imbere y'Imana, Yesu na
Ndugu mpendwa, tunaenda kumalizia, lakini tumalizie tukikumbushana neno. Tulisema kwamba tuondoe chatu ya kale. Chatu ya kale ni dhambi. Unapotenda dhambi ni kama vile unamgusa Yesu kwenye madonda yake. Unapotenda dhambi unamgusa Yesu kwenye majeraha yake. Alijeruhiwa, alipata tabu kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio maana ukisema pale katika kitabu cha Hesabu 21 mstari wa 4 hadi ule wa 9, unaona Waisraeli wanatenda dhambi, wananungunika, wanamnungunikia Mungu. Mungu anamwambia Musa atie nyoka wa shaba mbele yao, na ule mtu atakayeumwa na ule nyoka yoyote akitazama tu ule nyoka atapata kufanya nini? Kupona. Ndivyo Yesu alivyoinuliwa Golgotha msalabani. Aliinuliwa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa kama unalemewa na dhambi, uje kwa Yesu. Yesu atakuponya. Yeye ni mponyi mwema na ni yeye anayetusamehe dhambi. Bwana wetu Yesu asifiwe sana. Karibu kwa Yesu. Wewe unayetaka kusaidiwa, wewe unayesumbuka na dhambi, karibu kwa Yesu. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu alisulubiwa, na yuko tayari ili akusamehe dhambi. Karibu na Bwana akubariki sana. Dhambi zangu